Fahamu ndege 5 za kivita hatari zaidi duniani. Nafasi ya 5 inashikiliwa na Sukhoi Su-57. Ni ndege ya kisasa kutoka Russia. Su-57 ni ndege ya kizazi cha 5 iliyotengenezwa ili kushindana na fighter jets za kisasa za Marekani. Ndege hii ina uwezo wa kuruka kwa kasi zaidi ya Mach 2, ambayo ni zaidi ya kilomita 2400 kwa saa. Kutoka Dar es Salaam hadi Nairobi, Kenya, ni umbali wa kilomita 820. Kwa hiyo ndege hii ina uwezo wa kutoka Dar es Salaam kwenda Kenya na kurudi mara 3 kwa saa. Hii ni speed kubwa sana, mara 3 ya sauti. Su-57 ina uwezo unaoitwa super maneuverability. Hii ina maana kwamba inaweza zunguka mara 3 angani ndani ya sekunde 5, ambayo ndege nyingi haziwezi kufanya. Katika mapambano ya anga, uwezo huu unaweza kumruhusu rubani kumshinda adui kwa haraka sana. Pia, ndege hii ina teknolojia ya stealth ambayo inapunguza uwezo wa rada kuigundua. Su-57 inaweza kubeba aina nyingi za silaha. Namba 4 inashikiliwa na Chengdu J-20. Chengdu J-20 ni moja ya fighter jets kubwa zaidi za kizazi cha 5 duniani. Muundo wake umeundwa maalum ili kupunguza uwezekano wa kugunduliwa na rada. Hii inamaanisha inaweza kushambulia adui bila kugunduliwa kwa urahisi. Lakini kinachoifanya iwe hatari zaidi ni uwezo wake wa kushambulia kutoka umbali mrefu sana. Chengdu J-20 inaweza kubeba makombora ya kisasa ambayo yanaweza kulenga ndege za adui hata kabla rubani wa adui hajajua kuwa anashambuliwa. Kwa lugha rahisi, adui anaweza kushambuliwa hata kabla hajamuona mshambuliaji wake. Namba 3 inashikiliwa na F-22 Raptor. Katika nafasi ya 3 tunapata ndege maarufu sana kutoka United States. F-22 Raptor kwa miaka mingi imekuwa ikihesabiwa kama moja ya fighter jets bora kabisa kuwahi kutengenezwa duniani. Moja ya uwezo wake mkubwa ni kitu kinachoitwa Super Cruise. Hii ina maana kwamba inaweza safiri kwa kasi kubwa sana bila kutumia mafuta mengi ya ziada. F-22 pia ina uwezo mkubwa wa kujificha kwenye rada. Hii inafanya iwe vigumu sana kwa adui kuigundua mapema. Katika mapambano ya anga, F-22 Raptor imeundwa hasa kwa kazi moja muhimu sana: kutawala anga. Hii ina maana kwamba kazi yake kuu ni kuhakikisha ndege za adui haziwezi kuendelea kuruka. Kwa sababu ya uwezo wake mkubwa, nchi nyingi duniani bado hazina teknolojia inayoweza kushindana nayo kikamilifu. Namba 2 inashikiliwa na F-35 Lightning II. Katika nafasi ya pili tunapata moja ya ndege za kisasa zaidi duniani. F-35 Lightning ni ndege ya teknolojia ya juu sana ambayo inatumika na nchi chache sana duniani. Kinachofanya F-35 Lightning kuwa ya kipekee ni mfumo wake wa sensor fusion. Hii ina maana kwamba taarifa zote kutoka radar, satellites na sensa mbalimbali zinakusanywa pamoja na kuonyeshwa kwa rubani kwa wakati mmoja. Rubani anaweza kuona karibu kila kitu kinachoendelea katika uwanja wa vita. Ina helmet maalum ya rubani, pia ina teknolojia inayomruhusu kuona hata chini ya ndege. Kwa uwezo huu, F-35 Lightning inaweza kufanya kazi nyingi kama mapambano ya anga, mashambulizi ya ardhini, mashambulizi ya baharini. Ni kama kompyuta ya kivita inayoruka angani. Na sasa, tunafika kwenye nafasi ya kwanza. Moja ya ndege za kutisha zaidi kuwahi kutengenezwa. Nafasi ya kwanza inashikiliwa na Northrop Ghost Bomber B-2 Spirit. B-2 Spirit ni jet fighter bomba iliyotengenezwa na kampuni ya Northrop Grumman kwa ajili ya jeshi la anga la United States. Tofauti na fighter jets nyingine, B-2 ina muundo wa ajabu unaoitwa flying wing. Muundo huu unasaidia sana kupunguza uwezekano wa kugunduliwa na radar. Kwa maneno mengine, inaweza ingia ndani ya anga ya adui bila kugunduliwa. Lakini kinachoifanya iwe hatari zaidi ni uwezo wake wa kushikilia silaha. Inaweza kubeba mabomu mazito ya kijeshi, mabomu ya bunker buster na hata silaha za nyuklia. B-2 inaweza kusafiri zaidi ya kilomita 11 bila kujaza mafuta. Kilomita 11 ni kama safari ya Dar hadi Mwanza mara 10 mfululizo na zaidi. Inaweza kuruka kutoka United States, ikaenda kushambulia nchi nyingine mbali sana, kisha ikarudi bila hata kutua njiani. Kwa sababu ya uwezo huu wa kujificha na kushambulia ghafla, ndege hii mara nyingi huitwa Ghost Bomber. Northrop B-2 Spirit ina kasi ya takriban kilomita 1010 kwa saa.
Usisahau tu kusubscribe channel yetu mpya ya The Storybook New. The Storybook.